alikuwa anaitwa Ainea. Maandiko yanasema ya kwamba alikuwa amelala kitandani miaka 8, maana alikuwa amepooza. Haleluya. Alikuwa ameparalyze, alikuwa amepooza mwili wake, alikuwa amelala kitandani. Kwa hivyo kazi yake ilikuwa ni kulala mahali pale, maana mwili wake ulikuwa umepooza. Haleluya. Maandiko yanasema ya kwamba mtumishi wa Mungu Petro alipomwona akamwambia, Yesu anakuponya, Yesu anakuponya, amuka ujitandikie. Haleluya. Yesu anakuponya, amuka ujitandikie. Aliyekuwa amepooza, maandiko yanasema ya kwamba akaamuka na akapata nguvu, mwili wake ukatiwa nguvu. Nataka kuzungumza juu ya nguvu za neno. Haleluya. Yeye alimwambia amuka, Yesu anakuponya, na akainua imani yake kama vile alivyosikia mtumishi wa Mungu amemwambia. Maana angeangalia kupoza kwake kwa miaka 8, angeona ya kwamba iwezekani, angeona ya kwamba iwezekani, lakini akatii. Haleluya. Akatii neno na mtumishi wa Mungu vile alimwambia, Yesu anakuponya, amuka ujitandikie. Haleluya. Akachukua hatua ya imani, akachukua hatua ya imani, na alipochukua hatua ya imani, ule mwili wake ambao ulikuwa umepooza ukatiwa nguvu. Haleluya. Bwana asifiwe. Nimekuja asubuhi ya leo nikwambia ya kwamba inua imani yako mpendwa, inua imani yako. Wakati Mungu anakunenea, wakati Mungu anakuzungumzia, akikwambia unainuliwa, unaamini kuinuliwa. Akikwambia unapona, unaamini uponyaji. Akikwambia ya kwamba anakubariki, unaamini kubarikiwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Nataka kukwambia nini, mtu wa Mungu? Lazima imani yako iandamane na maneno ya Mungu, iandamane na vile Mungu anasema ya kwamba akisema ni kukubariki anakubariki, akisema ni kukuponya anakuponya, akisema ni kukuinua anakuinua. Sijui ni hali gani unapitia katika maisha yako, sijui ni changamoto gani umekumbana nazo mpendwa. Siku ya leo nimekuja nikwambie ni siku yako, siku ya leo nimekuja nikwambie ni siku yako. Maana wakati Petro alipotembea mahali pale, alipotembea katika huo mji wa Lida na akapata huyo Ainea ambaye alikuwa amelala kitandani miaka 7, maisha yake yalibadilika. Haleluya. Bwana asifiwe. Nimekuja asubuhi ya leo nikwambie, inua imani yako mpendwa, inua imani yako mpendwa, inua imani yako siku ya leo. Maana kuna mambo Mungu anaenda kubadilisha, kuna mambo yanaenda kubadilika katika maisha yako. Utakaa vile tena, utaishi hayo maisha tena, utakaa katika hiyo hali tena. Inua imani yako na ukamtumanie huyo Mungu na ukamtegemea huyo Mungu, na hakika kuna mambo anaenda kubadilisha ndani ya maisha yako. Haijalishi ni hali gani unapitia, haijalishi ni mambo gani umekumbana nayo, haijalishi ni hali gani imekukalia. Haleluya. Amuka katika hiyo situation yako, amuka katika hiyo hali yako unapitia, amuka katika hiyo hali imekuvinyilia, amuka ujitandikie. Haleluya. Asubuhi ya leo sijui umetembea wapi na wapi, ukienda kutafuta kazi na kuambia amka leo, maana kibali cha Bwana kimeachiliwa, na popote utakapoenda unaenda kukutana na Mungu, unaenda kufunguliwa njia. Mahali panapoonekana ni kana kwamba hapana njia, Mungu anaenda kufungua njia. Ni kwa ajili ya maisha yako mpendwa, Mungu anaenda kufungua njia siku hii ya leo. Haijalishi umeng'ang'ana, haijalishi umekaa miaka mingapi, haijalishi umetembea miaka mingapi ukitafuta kazi na unapata. Asubuhi ya leo nimekuja kukwambia amuka utembee, enda ukatafuta hiyo kazi, maana unaenda kuipata. Nimengoja yamekusumbua, asubuhi ya leo nakwambia amuka kwa hizo kitanda ujitandike.